Yes. Hii kazi ikiondoka kama ulivyo, utakuwa wewe ni jiwe, ili Bwana akusaidie uwe na moyo wa nyama. Haleluya, haleluya, amina. Na tumekuja kwa ajili ya kambi, hivyo basi kila mtu anapaswa awe anaandika. Sawa, wewe unaandika. Kuja kambi imekuwa, yaani umekuja tu kuongezeka siku zako, siku ya kwanza, ya pili na ya tatu, afu uondoke na kuja kula chakula chetu na ndio maana nilitangaza viongozi wawaambie washirika au wajumbe wa Kristo kwamba waje na peni, daftari. Sasa kuna watu hawana peni na daftari. Ni muda ambao tunakwenda tena kuendelea na baba yetu makao mwangalizi. Yeye amekuja hapa, sio kama baba makao mwangalizi, amekuja kwa kofia ya jimbo. Amani, haleluya. Kaja na kofia ya jimbo, kwa hiyo tusimchukulie poa leo. Sasa baba yetu tu hapa leo amekuja na kofia ya jimbo, ameagizwa na jimbo. Amina. Sababu ya somo lake bado ambalo tulimpa. Maana sasa mtu alikuwa muhimu, tumempa somo na jimbo amempa somo. Yesu asifiwe sana. Nilikuwa naongea kanisani kwetu kule kwamba mtu kikaa naye unamchukulia poa, alafu akija mtu mwingine mgeni, unasema mtu faya kweli, alafu na yule unayemchukulia poa akienda kule wanasema huyu faya kweli. Kwa ukisa mazoea, unamzoea, unaona mtu wa kawaida, chukulia tu. Na mimi nilisemaga nilipokuja hapa, nilimwambia baba askofu, nikasema hapa sitamchukulia kama mtu wa kawaida, nitamwona kama ni mgeni, kaja kila Jumapili akija, kwa nini anapata vitu vipya yani. Kwa nini asifiwe sana. Kwa hiyo askofu hapa akisimama anamwona mtu mpya kabisa, yani mchungaji mpya kabisa, mgeni kaja. Kwa kila siku kwa anamwona fire. Jamani, haleluya. Alafu kuna mtu mwingine wanamchukulia tu poa, si askofu, dada tu hapa. Na sauti yake ya upole lakini kumchukulie tofauti, utaona namna ambavyo Mungu hata kuonekania. Amina. Basi nisipoteze wakati, nimkaribishe baba yetu kama mwangalizi kwa ajili ya somo la umisheni ambalo amekuja kwa ajili ya jimbo wameleta siku ya leo. Lakini karibu sana baba mwangalizi. Amen. Yale mambo yetu hii nazai na nguvu zaidi, tungetupatia hii kitabu hapa, maana yake nitaje tushie sana. Sawa. Sawa. Amina, tuongeze makofi mengi kwa mkurugenzi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Vijana, Yesu asifiwe. Habari za kambi ni nzuri, ongeleni sana. Kama alivyosema mkurugenzi, naitwa mchungaji Geoffrey Kawonga tokea TAG Forest, chini ya mchungaji kiongozi baba yetu Victor Tawete. Tuko hapa ni mjumbe wa idara ya siezi kwenye kambi hili, lakini pia uongozi wa idara ya siezi jimbo. Wameona vyema nami nije kushare na nyinyi somo la umisheni. Bwana Yesu asifiwe. Yesu apewe sifa. Kwa hiyo unaheri wewe ambao umepata neema kuwepo hapa. Amina. Na usikae kiasalasala kama walivyosema mkurugenzi. Kambi hili lichukulie kwa uzito na ukae kwa uzito. Amina. Chukua vitu vyako hapo, ukirudi nyumbani ukawe mtu mwingine, usibakie mtu yule yule. Lengo la makambi haya yote yanayofanyika, vijana wabadilike, wawe tena watu wengine kitumishi. Amina. Amina. Yaani tunahitaji kubadilika, vijana wanaoweza kuleta chachu kwa jamii ambayo imewazunguka na kwa kanisa pia.
Kwa somo letu ni somo la umisheni. Kwa sisi nifahamu, nimeshajitambulisha, lakini pia nimeoa na mke mmoja kwa mujibu wa katiba ya mbinguni, mke mmoja mume mmoja, si ndio? Na Mungu ametujalia kuwa na watoto wengi sana, tumekuwa na watoto 4 sasa. Mungu anaendelea kututunza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu apewe sifa. Sasa somo la umisheni linajitegemea, lakini pia somo la umisheni ni somo pacha na uinjilisti pia. Kwa hiyo nitakuwa na sehemu moja ya kuzungumzia haya yote mawili, umisheni na uinjilisti, lakini baadaye kidogo, kwa sehemu chache sana, kwa sababu katika hiyo unamopita itakuwa inabeba yote, uinjilisti na umisheni, uinjilisti na umisheni. Kwa hiyo nitakopita baadaye kidogo tutaangalia umisheni kama umisheni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama unaandika basi unaandika tu umisheni ni moyo wa Mungu, lakini ndani ya kuangalia umisheni nitakudokezea na habari za uinjilisti pia. Bwana Yesu apewe sifa. Umisheni ni moyo wa Mungu. Umisheni ni moyo wa Mungu. Kwa nini umisheni ni moyo wa Mungu? Kwa sababu ukiangalia kwenye andiko la Injili ya Yohana ile 3:16 anaposema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na nini? Na uzima wa milele. Anaposema akamtoa mwanawe pekee, alimtoa Yesu Kristo hata kutufikia sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina takatifu Bwana. Na somo hili na kipindi hiki usikae sana kwa kusubiri kuhubiriwa. Kuna wakati nitakuuliza swali na kuna wakati nitakuruhusu kuuliza nini? Swali. Amina. Amina. Umisheni ni moyo wa Mungu. Soma Mathayo, ndipo ile tulisome tu, kuna vitu pale na kuongesha. Mathayo sura ya 9 mstari 35. Mathayo sura ya 9 mstari 35. Amina. Yuko hapa anasoma kwa sababu ni moja. Sawa. Yuko kule juu. Mstari wa 35. 9:35. Biblia inasema naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Hadi 38 neno. Na alipowaona makutano aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Baba mtakatifu, Mungu ni hai, tunalibariki jina lako, tunalitukuza jina lako. Asante kwa ajili ya kambi nzuri ya section yetu nzuri ya Forest. Asante kwa vijana ambao Mungu umeamua kujiweka kwenye kambi hii, na Mungu umewapa kibali, wamekubali kukaa chini hapo kujifunza. Roho Mtakatifu, sema naye kwa lugha nyepesi na yenye kueleweka katika jina la Yesu Kristo. Watakapotoka kwenye kambi hii, wao ni watu wengine wa kufahamu na kutumikia Mungu aliye hai. Achilia yote mikononi mwako, na funga kila elimu itakayoinua kinyume na elimu hii katika jina la Yesu Kristo. Na elimu yako ikachukua nafasi ya kwanza ndani yao katika jina la Yesu. Naomba na kushukuru. Amen. Amen. Amen.
Hivi ukisikia uinjilisti unaelewa nini? Unaposikia uinjilisti unaelewa nini? Nahitaji mkono, yani si kwamba nahitaji mtu akujibu. Ukisikia uinjilisti wewe unaelewa nini? Hatuelewi wote. Yaani tukisikia uinjilisti tunaona ni lugha fulani ambayo haieleweki. Fadhali rafiki yako naona kama umenyosha mkono. Amina. Muda wa kuisha roho yake. Akisikia injili ni muda wa kuisha roho yake. Unaposikia uinjilisti sijui. Ninakwambia tunaendelea na somo la misheni, lakini takupitisha na maeneo mengine uinjilisti. Ukisikia uinjilisti utarudi tena kuuliza unaposikia misheni unaelewa nini? Sasa nataka kujua, je, kwenye uinjilisti unaelewa nini? Nataka kuongea au na shauku ya kuongea? Amen. Uinjilisti au injili ni habari njema. Unaelewa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Ili andiko ambalo tumesoma linasema naye Yesu alikuwa akifanyaje? Akizunguka zunguka. Hebu pale rafiki pa ngapi? Pa 35 pale. Mstari wa kwanza pale. Kwenye hilo andiko letu. Ili uone tunapoongelea sasa umisheni na uinjilisti. Mstari wa 35 nilikuwa nataka tuanze hapo. Umestaki? Kwa hiyo umegoma. Aha, sawa. Na Yesu alikuwa akizunguka zunguka miji yote na vijiji akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Anasema alikuwa akizunguka miji yote na vijiji yote. Manake ni tunaposikia habari ya uinjilisti ni ile nini, ni vijana, na ndio maana tunasema lazima tufahamu haya. Makanisani wote tunasema tunakuwa na wakati wa ushuhudiaji wa mtu kwa mtu. Tendo la kushuhudia mtu kwa mtu ni tendo la uinjilisti. Tunapofanya uinjilisti ni kumshuhudia mtu kwa mtu, nyumba kwa nyumba. Huo unaitwa uinjilisti. Wanaweza sana uinjilisti, lakini pia kuna wainjilisti wenyewe ambao sasa wengine wanasimama kwenye mikutano ya nje, tunafanya uinjilisti pia. Wanaweza sana, lakini kuna wainjilisti wenyewe wakereketa wenyewe huwa hawasubiri kupongoa tena, wao wanafanyaga wakati wote. Anaposema akipita katika miji yote na vijiji vyote, maanake alikuwa anafanya uinjilisti, alikuwa anafanya umisheni. Bwana, kuna maeneo hayajafikiwa, alikuwa anayafikia yale maeneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Bwana asifiwe. Sasa tunapoongelea habari ya uinjilisti na umisheni, kuna vitu vya kuvitazama. Chanzo cha umisheni au uinjilisti au chanzo cha umisheni tunaweza kusema ni nini? Chanzo cha umisheni, nikasema hapa tuangalie mambo 7. Tuangalie kama mambo 7 ambayo nayo yatatufikisha mahali fulani, na atakuwa na maandiko mengi sana. Nitaje tu kuandika vizuri, na Mungu wa neema atakupa hiyo neema. Naangalia mambo 7 haya ambayo yatatusogeza mahali fulani, na baadaye nitarudi kuangalia kwa sehemu kidogo tu hapo, maana hili mambo 7 amebeba yote umisheni na uinjilisti ndani yake.
nimetamani kukushirikisha haya yote mawili ili uelewe tunapofanya uinjilisti tunafanyaje na tunapoongelea umisheni tunaongeleaje. Umisheni ni kuwafikia watu ambao hawajafanyaje, hawajafikiwa, au maeneo ambayo hayajafikiwa. Tunakwenda tunawafika hapo, tunafanya huduma hapo, tunaanzisha kazi mpya hapo, tunapanda kanisa hapo, tunaacha huduma kiendelea. Umisheni. Bwana asifiwe sana. Na idara yetu ya siezi ilikuwa ikifanya umisheni wakati wote. Ilikuwa na kakati wakati kabla jimbo halijagawanyika, tumekwenda mpaka Rufiji huko, Mhoma huko, tumekwenda kwa ajili ya umisheni. Bwana asifiwe sana. Sasa tunapoongelea umisheni ni kuwafikia maeneo ambayo hajafikiwa au kuwafikia watu ambao hawajafikiwa na Injili. Na tunapoongelea Injili, elewa kwamba ni habari njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mambo sana, namba moja, chanzo cha uinjilisti au umisheni. Chanzo cha uinjilisti na umisheni ni nini? Chanzo chake ni nini? Halikuwa wazo la mtu. Hakuketi mtu mahali fulani kuanza kuwaza pawepo na kitu kinachoitwa umisheni. Hapana, chanzo cha umisheni ni Mungu mwenyewe. Bwana apewe sifa. Ni Mungu mwenyewe ndiye alianza misheni ya kuyafikia maeneo ambayo hayajafikiwa. Alianza kwenye umbali. Biblia inasema dunia yetu, ulimwengu wote ulikuwa ukiwa tena utupu, hakuna kitu chochote. Mungu alimfikia kwa kufanya uumbaji. Ndio chanzo cha umisheni, ni Mungu mwenyewe. Mwanzo 1:1. Andika maandiko haya, na kama kutakuwa na watu wa haraka sana kusoma na tutakuwa ni njema sana. Mwanzo 1:1 tutasoma hapo, lakini pia Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 1 na wa 2 tutasoma hapo, lakini pia katika Injili hiyo hiyo ya Yohana utaruka utaenda mstari wa 14 tutasoma hapo na kutana na kitu. Lakini pia Nehemia sura ya 9 mstari wa 6. Nikipata mahali nanyosha mkono hapo, umeniacha. Tunakaa kwa mfumo wa darasa. Mwanzo 1:1 tutasoma Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 1 na wa 2. Injili ya Yohana hiyo sura ya 1 tuna kusoma mstari wa 14, lakini Nehemia 9 mstari wa 6. Aliyepata kati ya hayo maandiko kaza sauti yako isikike kwa namna isivyo kawaida. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa nini aliziumba mbingu na nchi? Hapakuwa na hicho kitu. Alianza kufanya uumbaji huo. Injili ya Yohana 1:1 Nasoma Yohana 1:1 hadi 2. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Mstari wa 14. Naye neno alifanyika mwili. Akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake. Utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na rehema. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa chanzo cha umisheni ni Mungu mwenyewe, wala sio mtu. Tunapoongelea umisheni ni moyo wa Mungu, maana Mungu ndio mzigo wake mkubwa kuwafikia wasiofikiwa, kuwafikia maeneo yasiofikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale kanisani mwako elewa unapaswa kufanya umisheni au unaweza kufanya uinjilisti. Bwana Yesu asifiwe sana. Wafikiwa wale wasiofikiwa. Hapo tukaanza kuulizana mara mwisho hii nimemshuhudia mtu habari za Yesu. Kumwamini Yesu anaokoa. Yesu anakupenda. Mara mwisho hii. Kwa sababu unatakiwa kuelewa hiki. Unayeokoa sio wewe.
umepewa kazi ya kusema. Anayeokoa ni Mungu mwenyewe. Umepewa kazi ya kumwambia mtu habari za Yesu, amefikiwa na Injili, mwambia habari za Injili, na Mungu aliye hai atasema naye kwa lugha nyepesi. Wakati ukija anaweza kusema niko tayari kuokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu apewe sifa. Na ndio maana Injili inamwambia hapo mbele kulikuwa na mbele na mbele kulikuwa kwa Mungu. Lakini leo sasa akaja kumvaa mwili ili kwamba atufikie sisi ambao hatukufikiwa na Injili. Akafanya misheni kwa njia ya kumvaa mwili. Ndio maana maandiko yanasema watendaji wasipopelekwa, watasikiaje wasipohubiriwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Chanzo cha ushindi ni Mungu mwenyewe, na ndio maana ushindi ni moyo wa Mungu. Ushindi ni moyo wa Mungu. Namba mbili, yaliyomo ndani ya umiliki wa misheni huo, yaliyomo ndani yake kwenye misheni, kuna nini ndani yake? Inafanyikaje kazi? Inaendaje kazi? Ndani ya misheni yuko Yesu Kristo. Ndani ya misheni yuko Yesu Kristo. Na ndio maana kwa ile ndio Injili anasema 14, naye akavaa mwili, neno akavaa mwili akaja kwetu, tukamwona kama mtukufu wa Baba uko kwa Baba. Ndani ya misheni yuko Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzo 3:15 kata maandiko ya Mungu wa taifa kwenye Biblia. Mwanzo 3:15 Mungu wa taifa kwenye Biblia, alafu Injili ya Yohana 3:16 ni Mungu wa taifa. Kwa Mwanzo 3:15 Mungu wa taifa hakika tutasoma. Mathayo sura ya 1 mstari wa 21 tutasoma, na kwa Luka tutasoma tena 23 Mathayo hiyo, lakini kwa Marko 10:45 Marko 10:45 yaliyo katika misheni Yesu Kristo. Tunakwenda kuwafikia watu, hatuwafikii kwa jina langu wala kwa jina lako, lakini kwa jina la Yesu ndio tunafikia maeneo ambayo hayajafikiwa. Sasa kusema amina. Amen. Aliyepata Mwanzo 3:15, Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Anasema nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Uzao wake na uzao wako, huo utakuponda kichwa. Uzao wa mwanamke utakuponda kichwa wewe, na wewe utamponda kisigino. Na wewe utamponda kisigino. Nenda Mathayo. Soma Mathayo 1:21 utaruka 23. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu. Naye ataitwa jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake. Maana yeye ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Maana yeye ndiye atakayewafikia watu na jina hili la Yesu ndiye atakayewaokoa. Tazama, bikira atachukua mimba. 23 anasema tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao atamwita jina lake Emanueli. Naye atamwita jina lake Emanueli. Kwa maana hivi, yaani Mungu pamoja nasi. yaani Mungu pamoja nasi, yaani Mungu pamoja na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Tunapokelea misheni sio wazo la mtu, ni wazo la Mungu. Na unapofanya misheni isiyo tafsiri ni wazo lako, hapana, ni wazo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unapofanya wazo la Mungu ndani ya wazo la Mungu, yuko Yesu Kristo anayehakikisha hilo wazo linaleta matokeo. Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna watu wanafanya huduma kana kwamba wao ndio wamebeba kila kitu. Ukifanya huduma kwa namna
huduma hii itakutesa. Elewa, huduma hii ninayo, kuna nguvu nyuma yangu inayoniwezesha kufanya mambo kwa akili yangu nisingeweza. Na ndio maana sasa usipoelewa haya kwenye kufanya huduma, unaweza kufanya unavyojisikia. Leo niende nisema hata sijisikii kwenda wala nini, anaamua toka ndani, yaani kana kwamba leo ndio kila kitu. Wengine wanafika mbali sana. Kwa hiyo sasa ngoja nione watafanyaje mimi nisipoenda. Tuone watafanyaje mimi nisipokwenda. Sikiliza, huduma tunayofanya sio huduma ya mtu, ni huduma ya Mungu. Ukifanya misheni leo unafanya kazi ya Mungu. Unapofanya Mungu ananiamini kufanya kazi, basi nifanye kwa bidii sote. Yesu asifiwe sana. Hivi Marko amesemaje? Hiyo neno ni kwa taifa tu. 10:45. Kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, kwa maana mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake kwa fidia kwa ajili ya wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Wapendwa, hatuko kwa ajili ya kutumikiwa. Sio kutumikiwa. Amina. Bwana kwa sifa. Mmepokea baada ya misheni, sio kwa ajili ya kutumikiwa. Tunatumikia Mungu kwa ajili ya kutumikia wale ambao wanatumikiwa. Tusipofanya kazi ya misheni, Mungu atatuadhibu. Mungu atatuadhibu tena sana. Tusipofikia wale ambao wanatumikia, Mungu atatuadhibu sana. Maana kama section of forest tunaweza kuona mpango wa kuhakikisha lazima tufanye umsheni kwenye section yetu ya forest. Tufikie maeneo ambayo hayajafikiwa ndani ya section of forest. Kama vijana tunaweza kufungua huduma ya umsheni ndani ya section of forest. Sisi tunashindwa kufungua kanisa jamani tano kama vijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka juzi ile tulipambana na kushirikishana na section ile, sina section ile ya watu kinanibii kule, kinanibii si kitangu kweli wewe ulipoteza nini? Nyatanga Tangabii. Lakini sisi section kama uongozi tulikuwa mmoja, sio kwa vijana tu. Kwa hiyo tuna uwezo wa kufanya misheni ndani ya section yetu nzuri kwa tunafika watu na watu kama Yesu na watu wakaokolewa na kanisa likaanza na kazi itaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali popote ulipo kwenye huduma, usije kafikiri uko kwa ajili ya kutumikiwa. Yaani kuna watu wanahitaji kwamba sasa mimi hapa nilipo hapa basi mtu akunyenyekea. Ndio maana sasa anakuja wakati ngoja nione leo usiende. Ngoja nione leo watakwenda madhabahu. Basi na sasa wanadamu walipokosa adabu na kutokumpia Mungu, unakuta wananyoa na simu. Uko wapi? Tunakusubiri sasa. Wewe unajua kabisa bila wewe hapa mambo hayaendi. Una adabu kabisa. Kuna mambo hayaendi nani alikwambia? Hapa bila Yesu. Achiwa Yesu. Bwana asifiwe. Ndio maana Yesu anasema mimi bila mtu hawezi neno wote. Amen. Si bila mtu. Nani atakwambia bila mtu? Bwana asifiwe. Haleluya. Nifundishe kitu, acha kusema kwamba wewe unajua bila wewe, achana na bila wewe. Hayupo. Tuna Yesu, kazi tunapaswa kuendelea. Yesu asifiwe sana. Tunapenda kufanya hivi na huyu tunapata kaya hapa amekuwa kule kwa Mungu. Wewe ni msita wake, wakuja kulia, anamtumikia, ataendelea kutumikia Mungu. Anataka hapa. Si akupa kumtumikia, maana tunapopiga simu bila wewe, maana sisi tunamtumikia wewe. Yesu asifiwe sana. Amen. Umsheni ni moyo wa nani? Si moyo wa mtu. Maana tunapompigia mtu kana kwamba Bwana moyo wako hapo atuliomona. Na yeye kule basi anajisikia bonge la kichwa.
anajisikia bonge la kichwa na yuko aliko. Anatafuta bila mimi kule mambo hayaendi. Mimi na mimi hata siendi. Ili waelewe maana umezoea, wananichukulia poa sana. Unanichukulia poa, ninachukua chochote ninachofanya kwa nini? Nafanya kwa Mungu aliye hai. Wewe mtumishi wako kaa kwenye ile nafasi. Amina, atakatifu Mungu. Yesu akasema ninyi bila mimi hamwezi neno lolote. Hamwezi chochote. Mnahitaji kuwa na mimi ndipo mambo yaende. Kamatia sana Yesu. Umeelewa? Kamatia sana Yesu. Namba 3. Nguvu ya misheni au injilisti. Naweza kakafuata tumo. Chochote unachofanya, ukifanya misheni, ukifanya uinjilisti, kuna nguvu ambayo inatakiwa kuwa. Nguvu yake iko wapi? Nguvu ya misheni ni Roho Mtakatifu. Nguvu ya misheni ni Roho Mtakatifu. Ashukuriwe somo lililopita limeshapita hapa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ukiwa na huduma ya misheni hauna Roho Mtakatifu, ile huduma inakuwa ni mzigo. Utaiweza ukiwa na huduma ya Roho hayupo, Yesu hayupo, ile ni mzigo. Nguvu ya misheni ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Injili ya Yohana 14:16-17. Injili ya Yohana 14:16-17. Matendo ya Mitume 1:8. Matendo ya Mitume 1:8. Nguvu ya misheni ni Roho Mtakatifu. Huna Roho Mtakatifu huwezi kuifanya huduma hii. Huwezi kuifanya huduma hii. Maana hautaenda kwa akili zako, unaenda kwa nguvu za Roho. Hebu usome rafiki. Injili ya Yohana 14:16-17. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa ndani yenu, naye atakuwa ndani yenu. Matendo 1:8. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria na hata mwisho wa nchi. Hii badilisho mike, nafikiri haitakuwa na beti. Haleluya, watu vimegoma. Kwa hiyo tunapoongelea umisheni ni moyo wa Mungu. Hawa watu waliambiwa, ukianzia mstari wa 6 kuna namna ambavyo waliambia. Rafiki, turejeshe kwenye mstari wa 6. Kabla ya maneno haya, kwenye mstari wa 6 wanafunzi wa Yesu walikutana na Yesu, wakuku wakijua Yesu kama anataka kutuacha. Anauliza, basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unaporudishia Israeli ufalme? Anaendelea kuwajibu, akawaambia, sio kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe. Na ndio tunakuja sasa kwenye mstari wa 8, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia Roho Mtakatifu juu yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini hapa alikuwa anaongea? Wanamuuliza maswali, anachokijibu ni vitu vingine tofauti. Huu ni wakati ambao unawarudishia wana wa Israeli ufalme, maana tunaona una mikakati ya kuondoka, tunaona unafanya mikakati ya kuondoka. Sasa unapoondoka wewe ndio mfalme, ufalme huu unabaki wapi? Unawarudishia Israeli. Anasema, sikilizeni, sio kazi yenu kujua nyakati na majira ambayo Baba ameweka kwa mamlaka yake mwenyewe. Hapa anakuja anasema, lakini
Na ndio maana mara nyingi huwa anasema kama mtu akikwambia umependeza, lakini maanake kupendeza kwako hakuja kupendeza. Kadada kazuri lakini kanakojoa. Sasa hapo kuna uzuri tena. Kadada mekalembo lakini kakaka kazuri, hiyo ndo kanavaa kata nini hiyo, anaita nini, kata matako. Unalama maana kata K, mnaita tu kata K. K maana yake ni. Kwa hiyo Yesu anamuuliza huyo ana majira, unarudisha ufalme ambao wewe, sikilizeni na ukumbuka, wakati anaongea nao hapo hawajajaa Roho Mtakatifu, na ndio maana akawaambia sio kazi yenu kujua nyakati na majira ambayo Baba ameweka kwa mamlaka yake mwenyewe. Na ndio maana tunasema ulizeni ni moyo wa Mungu, yeye anajua wapi tufike ili kufanyike. Kwa hiyo ili tufanye misheni, nguvu ya misheni huko katika Roho Mtakatifu. Na ndio maana sasa anawajibu kwenye jibu la 8, anasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu ya Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Yudea, mpaka mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Huo ni misheni ambao ndio mkakati wa Mungu upo hapo. Wapendwa, hatuwezi tukafanya misheni bila ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Uwezi, wala si kwa mazoea. Mara nyingi watu tunafanya huduma kwa mazoea sana. Bwana, si nyimbo zenyewe tunazo mpaka tunazijua. Maandiko yenyewe ya kuhubiri si yanaeleweka tu. Usije kufanya kitu cha namna hiyo. Na ndio maana neno la Mungu ni jipya kila itwapo leo. Unapaswa kulitafuta katika upya wake. Maana hiyo Roho Mtakatifu huwa anaiulisha wakati watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Nguvu ya misheni ni Roho Mtakatifu. Unaielewa kazi ya wale wasikewa? Wakawaona kina Paulo wamejaa Roho, wanakemea tu pepo zinalipuka, wanatoa tu pepo zinalipuka. Wakaona kumbe wanahubiri hivi. Wana wasikia, wakasema ngoja na sisi twende. Wale wakaenda wakavamia pepo, wakasema pepo toka, kwa jina la Yesu yule anaohubiriwa na kina Paulo anaohubiriwa na kina Petro. Ile pepo lilikuwa na akili na ufahamu. Umesikiliza? Yes mwenyewe huyu kamanda sisi tunamjua, sisi wote tunamjua, ila Paulo tunamfahamu. Yaani Paulo sisi kwa sehemu tumemfahamu kupitia Yesu. Maana Yesu, unajua kuna tofauti ya kujua na kufahamu. Unanielewa? Yaani kujua na kufahamu ni vitu viwili. Maana kufahamu ni maeneo kadhaa unayafanya, na mfahamu maeneo machache. Unaposema na mjua maanake nini? Yaani vyanzo vyake, uwezo wake, nguvu zake, mamlaka yake, utendaji. Yaani unamjua, achana naye. Anamfahamu. Yaani kwa sababu namfahamu. Sasa pepo linasema Yesu tunamjua, yule kamanda tunamjua, alikotoka, alichokijia, mikakati yote tunaijua. Paulo ndo ameingia kwa Yesu na tumeanza kumfahamu. Unaona, anapita kwenye nyayo zile za Yesu, tunamfahamu. Anawageukia wao, nyinyi akina nani? Nyinyi akina nani? Maana yake nini? Kwenye ulimwengu wangu tunapofanya huduma tunaangalia viwango vya nguvu ulizonazo. Wanaangalia wale jamaa uwezo wa Roho Mtakatifu umishia kwenye viwiko. Alafu sasa angalia, hapo nakuja naambia toka, unanitoa mimi, wewe unanijua mimi kumtoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Wewe si shahidi, unakemea pepo, unakuta pepo linakucheka. Wewe unakwambia toka, unanicheka. Maana yake anakuangalia uwezo wako, nguvu zako, ambapo anatusumbua. Wewe ataendelea na kazi zingine, ni wewe.
Kwa hiyo nini? Tunapofanya umisheni lazima tuhakikishe tunajaa Mungu, tuna nguvu za Roho Mtakatifu na Mungu akiwa ndani yetu, ile kazi inakuwa ni nyepesi. Haleluya, haleluya. Usisubutu kwenda kufanya kazi hiyo huna Roho Mtakatifu anakubeba. Wale jamaa wana wasikewa, kilichotokea pale wakawalalua mavazi yote. Biblia inasema walikimbia uchi. Unaelewa uchi? Yaani Biblia inaposema walikimbia uchi, unaelewa uchi? Uchi wa mnyama, hawajavaa kitu. Afu nyakati zile walikuwa wanaume, sio wale wa mama. Maana Biblia ilikuwa inasoma wanaume tu. Baba wa watu ni baba kama mimi niko. Unakatisha mtaani na mwanao, baba bora kimbia. Ambia pepo zimenikimbiza. Toka mitaa Kimbelewele kule na kimbilia nyumbani. Unakuja nyumbani penyewe paoni unapopitiliza. Baba nyumbani hapa ngoja. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu, hizo zitakupa uwezo wa kufanya usiyoweza. Amina. Kwanza umesheni ni Roho Mtakatifu. Ukimkosa huyo mama usiende, afikia usiende. Usijichanganye. Eti kuna watu ngasa haturogeka tu. Una Roho Mtakatifu wewe usiorogeka. Watakuja watakulimisha eka mbili afa na kurudisha. Hoi. Haturogeki. Unaposema turogeki, ujikague viwango. Na ndio maana mtumishi hapa anasema, yaani tumekuwa hatukaji kivimo na wingi ya kunena kwa lugha. Tunaponena kwa lugha, ndio Roho Mtakatifu anafurika kwa viwango visivyowezekana. Ndio tunaweza kufanya kwa viwango vya juu zaidi. Amina. Usiseme turogeke wakati unajua kabisa kanisani kwenye unabipu. Usoma Biblia kwa kubipu, kuomba kwa kubipu, mwanangu anakubeba. Hawatani. Nguvu ya umisheni ni Roho Mtakatifu. Ndio maana anasema kwamba sasa pale Yesu aliwaambia sio kazi yenu kujua mamlaka na nini, maana alikuwa hajajaa Roho Mtakatifu. Anapokuja kusema lakini maana yake ni mtakapojaa Roho Mtakatifu ndipo sasa mtajua nyakati na majira ambayo Baba ameyaweka kwa mamlaka yake mwenyewe, na ninyi mtajua, maana Roho wa ninyi atakuwa ndani yenu. Na ndio maana Yesu anasema yule Roho Mungu akija kwenu atawaambia habari zilizopita, atawaambia habari za sasa, atawaambia habari zijazo. Lakini leo hapa tunakaa tu uelewelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kambi Bwana akupe nguvu ya Roho Mtakatifu, akupe mwanzo mpya, akupe mwanzo mpya. Toka hapo unakuwa kama kifaa kilichozuiliwa. Kwanza ukawa na njaa ya kutafuta nguvu ya Mungu. Alafu mbili, kuwa na njaa ya kuambia watu habari za Yesu. Yesu anaokoa, Yesu anaponya. Pale kanisani kwako, kwenye social yako, ongea habari hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 4, chombo cha umisheni. Chombo cha umisheni. Chombo cha umisheni, kifaa cha umisheni. Chombo cha umisheni. Kasema hapa, chombo cha umisheni ni muumini na kanisa. Ni muumini mmoja na kanisa. Haya ndio chombo cha umisheni. Wanawake tumesoma lile andiko ambayo wanasema kwamba Yesu alikuwa akizunguka mjini na vijijini, akihubiri habari njema, akitangaza habari njema, akiponya magonjwa na kila udhaifu. Alafu anasema kwamba na vile ni mengi, watenda kazi ni wachache. Vyombo vinavyofanya kazi ni vichache, mavuno ni mengi, ila vyombo havipo, watenda kazi hawapo. Na ndio maana nasema hapa chombo cha umisheni ni mtu mmoja na kanisa. Tunaweka mkakati wa kufanya umisheni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Injili ya Yohana 1:12-13, Petro wa kwanza 2:9 na 10, Mathayo 16:13-19. Soma Injili ya Yohana, soma na hiyo Mathayo kwa muda mwingine, tutasoma kwa wakati mwingine. Injili ya Yohana 1:12-13, lakini andika na hiyo Petro kwanza sura ya 2 mstari wa 9 hadi 10.
lakini pia Mathayo 16:13-19 nayo tutalisoma. Pointi ya nne, chombo cha misheni. Chombo cha misheni. Hajafika. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Na kama tumesema usheni ni moyo wa Mungu, na kila aliyepata Mungu atafanya usheni. Chombo cha usheni kwa Mungu wale waliopokea kuwa wale wanaopasa maisha wanapasa kufanyika kuwa chombo cha usheni. Ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Mathayo 16:13-19. Hiyo hapo sasa, kila aliyepokea aliwapa uwezo. Hapo sasa tunarudi kanisa. Tumesema chombo cha usheni ni muumini na kanisa. Muumini tumemwona, kila aliyepokea Yesu alipewa uwezo. Haya kanisa linaongoza. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Yesu akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena huyu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu, wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simon Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Na lolote utakaolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakaolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kanisa nasema limepewa mamlaka ya kuamuru watu wakae maisha ya binadamu, rais na binadamu. Tumepewa hiyo kama kanisa, lakini mtu mmoja amepewa uwezo kama mpango wa Mungu kufanya misheni moyo wa Mungu kutekeleza. Tunapaswa kufanya misheni, lakini kama kanisa tunapaswa kufanya misheni. Kama kuna maeneo hayajafikiwa kanisa linaweza kutaka kufikia misheni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ukaona kabla jimbo letu la Mashariki Kusini kukatika, askofu amefanya mikakati mikubwa kufikia kule maeneo ambayo hajafikia, kama watu vingi kule kusini. Mungu anakuwa vingi. Hiyo ndio mchakato wa kuelewesha na Mungu anapenda namna hiyo. Sasa siwezi hapa aka section kete kwenye kafora zikenyewe akana mambo mengi. Tunaweza tukakatawala hata tukanunua viwanja kibao, si ndio? Kina chazi tunanunua lakini sasa tumekaa nyuma tunategeana. Ile hela ulionayo sio ya kwako, ile hela ni moyo wa nani? Fanya kwenye moyo wa Mungu, wekeza kwenye moyo wa Mungu. Huko
ndiko kuliko na zina, huko ndiko kuliko na wizi, huko ndiko kuliko na usalama. Shida yetu tunatafuta sana hela, alafu tunatapanya tu. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu asifiwe. Wewe ni chombo cha ushindi, wewe ni chombo cha ushindi, na unapaswa kufanya kazi ya ushindi. Amina, tuombe Bwana. Namba 5, mafuta ya ushindi. Mafuta ya ushindi, mafuta ya ushindi. Lazima uwe na maombi, lazima uwe na sala, lazima uwe msemaji wa neno la Mungu. Mafuta ya ushindi. Siwezi nikasema tutakwenda mchongo na mzee nitakurupuka na tutakuja kukutana na yale ya wana wasikia. Lakini nikiwa mtu wa maombi, nikiwa mtu wa kusoma neno, nikiwa mtu wa sala, hapo ndipo najaza mafuta sasa. Na ndio maana tunaona tunapokuwa na mikakati ya kwenda kwenye misheni, tunatangaza maombi, sio jamani? Jamani, tunataka safari ya misheni. Sasa tuwe na maombi ya kuombea safari ya misheni. Tunaanza kuombea safari ya misheni wiki nzima. Tunataka Bwana waonekana kwenye lile eneo, tunakamata anga na lile eneo tunaliendea, tunakamata watu na lile eneo tunaliendea. Kama tunaenda tunajaza mafuta, tunakuwa full tank, tunakuwa na muda wa kusoma neno, tunakuwa na muda wa maombi, tunakuwa na muda wa sala, tunapata Bwana, tunaweka mafuta, tunakuza Roho Mtakatifu, tunaketi na mafuta full Mungu Mtakatifu anajidhihirisha isivyo kawaida. Sema amina. Amina. Sasa kijana leo kusoma neno hataki. Soma neno hataki. Maombi haya kama hili. Sasa nitakia tumefurika jamani. Eti jamani. Hapo tutakia tumfanyaje? Tumefurika hapa toshi. Sasa kuna mtu yuko tu mtaani kana shanga tu. Yaani haelewi juzi kama jana, jana kama juzi. Yaani yupo haelewi kinachoendelea. Na ukimwambia unajua kuna kambi. Sasa anashangaa kuna kambi, afu unamkuta bado kuna magrupu ya stress anafanya ana comment. Yaani anashangaa kwenye magrupu ya stress kwa sababu kanisa ni bado sio magrupu ya stress. Tendeni kwenye kazi naongea nasema amina. Amina. Ukija kumwambia alikuwa anasema amina ilikuwa uongo. Sasa si ushirikina huo. Tunaletana uchawi. Baada wewe basi kama umesikia hapo, basi wewe unasema jamani mimi kwa kweli sita. Unaposema amina, maana yake na iwe hivyo na mimi nipo. Sasa unasema amina afu hauko. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa lazima tuwe na wakati wa maombi, wakati wa kusoma neno. Usisubiri kusoma neno mpaka Jumapili au Jumatano na Ijumaa. Huo ni wakati wako wa kuweka akili kusoma neno. Soma neno ndio chakula cha roho. Amina. Roho zetu zinalishwa kwa neno la Mungu. Neno la Mungu. Kuna muda wako wa maombi. Haya, Mathayo 6:8-13. Mathayo 6:8-13. Lakini pia Injili ya Yohana 14:13-14. Matendo ya Mitume 1:13-14. Matendo ya Mitume 1:13-14. Soma andiko unapata kati hapo, unapata mawili sawa. Mathayo 6:8-13, Injili ya Yohana 14:13-14, Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 13 na 14. Mstari wa 8 na 13. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayoyahitaji kabla ninyi hamjamwomba. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni,
Jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako yatimizwe. Hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Utupe leo riziki yetu kila siku. Utusamee deni zetu kama unavyowasame na wengine. Na usitutie majaribuni. Usitutie majaribuni. Lakini utokoe na ule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Lazima tuwe maombi, lazima tuwe sala kwa ajili ya sasa kufanya kazi ya mwisho, maana tunaweka mafuta changamoto ya watu wengi kwa kuomba. Alipopata sasa vile Mungu anapotaka kuomba vile tunavyotaka sisi. Mkate mimi sina, baba mimi ni gari, mbona yule jamaa tu ana gari? Baba mimi pa kukaa kwenye hapa haoga na mimi nipe pa kukaa. Baba angalia mimi mavazi yenyewe, kwa wengine mbona wanapendeza? Wewe hizi hapa na hapa pete wewe. Yesu akasikiliza akasema balofa kweli watachelewa kupata mahali wanapopatana. Akasema hii acheni kuomba hivyo. Mnapopasa kwa wewe baba yetu Mungu mnayozungumza. Kwenye ufalme wa Mungu kimekosekana nini? Ambacho unaweza kule kwenye ufalme wa Mungu kule hamna hiki. Kuna nini hamna kwenye ufalme wa Mungu? Eti unafikiri kwenye ufalme wa Mungu nini hamna? Wewe unafikiri hakipo. Alafu mimi na mwenyewe na kuomba gari, Mungu anaona wewe roho sasa. Mimi magari huko mengine mimi napita juu yake na kanyaga wewe unaomba gari. Yaani unaomba gari kwa Mungu sawa sawa kwa Balesa. Unamwambia ukoka utapata gari. Sasa Balesa unamwambia ukoka utapata gari. Yeye mwenyewe magari anayo. Hata kama Mungu wako anatoa gari, chukua gari ile kunenda. Yaani Balesa kumwendea yeye njia anakuambia gari ile kwa chukua nenda. Kama Mungu wako magari, alafu kuanzia leo mimi ndio Mungu wako sasa. Kumbe Mungu wako anagawa magari. Haleluya! Lakini tunapokuwa katika tunawaambia Baba, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Maana ufalme wako na kila kitu, ufalme wako na magari, ufalme wako na majumba, ufalme wako na yake, ufalme wako na vijana, ufalme wako na kila kitu. Ufalme wa Mungu na mapenzi yake yatimizwe. Wewe kama utapata shida, onesa sio sana. Wapenzi, kwenye ufalme wa Mungu kuna kila kitu. Na kwenye mapenzi tumepewa mapenzi yako. Na ndio maana kwenye Mathayo ile sura ya 6 na kutoka Profesa Sokole anasema mtafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo. Sasa nyinyi ya kuzidishiwa ndio mnayafungia na kuyaomba. Mifungo na mifungo. Eti unakifungia kitu ambacho uliambiwa kuzidishia. Wewe ndio unakifungia. Ambacho alikwambia unatakiwa ukitafute mama wako, ukitafute. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sala mambo mengine ya mazoea kawaida, wapendeze mwenyewe kwa Mungu. Anakuongoza kumchukua Bwana. Kwa sababu umeyafanya mapenzi yako. Kwa sababu umeyaita mapenzi yako. Kwa sababu umefanya neno lililotaka nifanye. Chukua na gari. Chukua na hicho. Yesu apewe sifa. Kwanza kubadilisha maombi yetu. Mungu, mapenzi yako yatimizwe. Ufalme wako na kila kitu. Kwanza tudili na ufalme wako. Kile unachokitaka kifanyike kwenye mtani naoishi, naomba Mungu ukifanye. Mimi ukisema niombe mimi nitaomba madumu. Ila wewe Mungu unapoangalia huo mtaa unataka kifanyike nini? Alafu kile ndo achilia, mimi niko tayari kukifanya. Sasa utaona Mungu anapofanya mambo yake. Sio tena kwa akili yako, ni kwa akili ya Mungu. Ni kwa maelekezo ya Mungu. Atakwambia ninachotaka, anza kuambia watu habari zangu. Alafu na mimi nitawazirisha kwamba mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoifanya ile kazi, ufalme wa Mungu ndivyo unavyofanyaje? Unaposhuka.
kuna mambo hautaomba unakuta yanakuja tu. Yaani mbona sikuomba? Hujaomba lakini unafanya kazi ya ufalme wa Mungu. Na ndio maana Daudi alielewa sana. Ile kwenye Zaburi yake ya 23 anasema, Bwana waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi na kikombe changu. Anaposema waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi, Daudi alikuwa ni mfalme na alikuwa alichukua najua mfalme Daudi hiki. Kwenye meza ya chakula cha mfalme pale hakiandaliwi chakula hiki kimoja. Yaani si mfalme anakuja pale chakulizana kama tunavyoulizana majumbani kwetu. Hivi leo tupike nini? Huna cha kupika. Unaweza tu tupike nini? Kwa mfalme waulizani leo tupike nini? Kwa mfalme wanapika ubwabwa wa rangi, wanapika ubwabwa wa makongoro, sijui na nini. Ubwabwa zote ndizi na machoma na machoma. Yaani kila chakula unachokijua kinakaa kwenye meza ya mfalme. Mfalme akija pale yeye ndo anachagua nile nini. Si anakula alichokikuta, anakula anachokitaka, anafunua. Hii makufuru nayo jana kwenye harusi ilianza kwa sababu ni mwenyewe mfalme. Maana mfalme anakula, anaangalia hapo kuna nini, kuna vipaja vya kubwa, sivitaki nimekula jana. Kuna nini, kuna ndizi za wapi za Bukoba kwa achana nazo. Hapo kuna nini, kuna mchele sio wa Mbeya achana. Huko kuna ubwabwa sio wa rangi. Yaani yeye anachagua. Ndio maana sasa tunapeleka ufalme wa Mungu yeye. Amekwisha suka yao ambayo unaona tunakuta yako mezani, unaangalia vile sasa kuna kilichopo. Hakuna kilichopo. Ndio majumbani kwetu, yaani mtu anajiona kwamba amejitahidi sana kuulizana leo tupike nini, kana kwamba ana hela ya kupika wanachokitaka, kumbe hawana. Hela ya kupika wanachokitaka hawana. Unaniuliza mimi tupike nini, nikikwambia leo pika makorokoro utayaweza wewe? Sasa wamama na nyinyi mnaulizaga tu tupike nini, alafu kimwambia bei kubwa, hela yenyewe iko hapo. Una adabu. Uliposema tupike nini, kumbe hela yenyewe una. Ukiona hela mnapika hela iliyopo. Lakini tunapoita ufalme wa Mungu ukishuka, tunauzana tunapika. Unakuta mama na karangiza kwenye kabisa kama pale unakuta kuna hiki. Nasema wao, mimi naenda kula matunda tu basi. Mimi naenda kula supu. Yaani supu unaikuta bali. Ni supu ya asubuhi tu, ni supu wakati wote unaikuta masupu hivi. Ya moto. Supu hivi muda wote. Unajua supu kunywa asubuhi tu. Maskini huo. Bwana apewe sifa. Tukaeni kwenye maombi, tumwite Mungu kwa mapenzi yake, tuite ufalme wa Mungu uje, yatendeke duniani, watu waokolewe, watu wafunguliwe, watu wakutane na Injili. Tumwambie Mungu, mtano wachawi hatuwataki, shuka Mungu anashuka nao. Unaomba tu, Baba nipe gari, wachawi wenzao kung'ang'ania wewe usipate gari. Wewe unaomba gari, utapewa wewe? Wewe waache wenyewe, kama napambana na mimi nisipate gari, wewe pambana na ufalme wa Mungu. Alafu atashangaa magari yanakuja tu. Anapataje gari? Yaani wachawi na wenyewe wanabakia surprise. Kwamba amepataje gari? Maana tulimziwia asiweje? Asipate gari. Na sasa kapataje? Tulimziwia asiweje? Amewaje? Tulimziwia asiwe na hata ametupa. Maana hawaelewi mpaka kumbe huko umeng'ang'ana kwa Baba, ufalme wako, mapenzi yako, ufalme wako. Si kana kwamba utaki gari unalitaka, lakini sasa ufalme wa Mungu kwanza. Na ndio maana sasa ukikuta watu wenye uelewa kama huu kwenye kambi kama hii, watu wenye uelewa huu, maana yake anajua hata kazi nilipata wapi? Kwa Mungu. Maana ni si mnakujaga madhabahuni, sina kazi, niombe mchungaji. Si tunaombea, tunabandika mikono, mnapata kazi. Mkipata kazi mmechomoka. Tunapokuwa na ajenda muhimu kama hizi, hata kazi yenyewe tunapata madhabahuni na madhabahuni ndio kuliko na kazi. Acha tuweke mikakati ndio bosi. Hivyo tutakapofanya, sijui unanikata mshahara, sijui unafanya fanyeje, yaani vyote siku hizi zote uweze fanya unavyotaka, ila tarudi siku ya hiya. Yaani cha ajabu watakatifu Mungu ni wepesi sana kuomba hata ruhusa kwenda kufua nguo kuliko kuomba ruhusa kwenda kanisani. Vipi leo jana leo ninaamua kuomba ruhusa, niko na manguo mengi kweli ndani. Kanisani haombi ruhusa. Adabu kweli wewe. Hafu nataka Mungu atakutendea mambo. Mwanangu, niishi nzito. Mambo ya ufalme wa Mungu ni magumu na hafu ni mepesi.
yanakuwa magumu usipoelewa. Amina. Lazima uelewe mambo haya. Lazima ombeni ufalme wa Mungu uje. Like cheke. Situmjifunza kujaa roho. Maana Roho Mtakatifu anasema kwenye Warumi 8:26 akijui kuomba ilivyo sawa sawa. Kwa maana Roho Mtakatifu tusaidie udhaifu wetu. Mwisho Roho Mtakatifu achukue nafasi. Unaponena Roho Mtakatifu anapeleka pale. Namba 6. Uwanja wa misheni. Sasa uwanja wa misheni ni upi? Uwanja wa misheni tunaufanyia wapi? Tunaufanya kwenye uwanja upi? Uwanja wa misheni tunaufanya kwa watu, na tunaufanya kwa watu ndani ya taifa, tunaufanya kwa watu nje ya taifa. Nje ya taifa tunafanya misheni, ndani ya taifa tunafanya watu misheni, tunafanya ndani ya taifa, tunafanya nje ya taifa. Tunachezea watu, tunachezea ndani na nje ya misheni, tunacheza ndani na nje ya misheni. Uwanja wa misheni, uwanja wa misheni, uwanja wa misheni. Na ndio maana ile nilikuanzia la mwanzo lile la Yohana 3:16, unaelewa? Uwanja wake Mungu wa misheni ulikuwa wapi? Ulikuwa duniani. Uwanja wa misheni wa Mungu ulikuwa duniani. Na ndio maana ile Injili ya Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu alimpenda ulimwengu hata akatoa mwanawe pekee, alikuwa anaenda kucheza kwenye uwanja. Uwanja wake wa misheni ulikuwa duniani, akaja duniani. Sasa leo sisi uwanja wetu wa misheni uko wapi? Ndani ya taifa la Tanzania na nje ya taifa la Tanzania. Uwanja wetu tunaocheza nao. Na mimi hata sielewi kwa kwenda kufanya misheni wenyewe. Leo tena utaona adabu kweli. Uwanja wa misheni. Hilo ndiko na lenyewe liko hapo 3:16 liko hapo. Twende kusoma uwanja wa misheni. Huo ulikuwa wa Mungu, uwanja wake huo. Petro wa pili 3:8. Petro wa pili 3:8. Lakini pia Mathayo 28:18-20 ndio tutasoma pia. Naweza kusoma Petro na hiyo Mathayo, uwanja wa misheni. Uwanja wa misheni. Hiyo ya 3:16 ndio ulikuwa uwanja wa Mungu wa misheni. Uwanja wa Mungu wa misheni ulikuwa duniani, wala sio mbinguni. Anataka kule mbinguni, anasema nataka kufanya misheni. Swali linakuja, misheni unafanyia wapi? Anasema uwanja wangu ni duniani. Sisi leo uwanja wetu uko wapi? Soma maandiko mpendo kama umeyapata. Unasoma lipi? Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 10. Petro wa pili 3:8. Lakini wapenzi, msilisahau neno hili. Lakini wapenzi, msilisahau neno hili. Kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000. Kwa Bwana siku moja kama ni siku 1000. Na miaka 1000 ni kama siku moja. Na buku kama ni siku moja. Kwa tunapokaa hapa duniani tusije kusahau. Hapa tunasema mbona bado tuna muda? Mbona bado tuna muda? Tutahubiri tu Injili. Ngoja nitafute kwanza hela. Mtu anaitwa kwenye utumishi, bado kwanza. Ngoja nifanye kwanza hivi. Usiseme wewe hiyo siku moja leo siku moja. Usisahau tunapaswa kufanya kama tunafanya leo. Kwa tunapofanya misheni wapendwa, hatufanyi vile niende tunafanya tukijua kwamba hapa, yani siku yenyewe ndio imebaki hii, nisipofanya leo kwa heri. Mathayo soma. Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote tuwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho, na kuwafundisha kuyashika na tazama mimi nipo pamoja nanyi
siku zote hata ukamilifu wa ahadi. Jamani wapendwa, wanafunzi wa Section of Forestry, mmoja wetu wa Misheni ni ndani ya Section of Forestry, ndani ya jimbo la Temeke, ndani ya taifa la Tanzania, ndani ya taifa lote. Huyo mzee tunafanya, hatukubali tunafanya nje ya mataifa, ya taifa la Tanzania. Kama unisikia kuita kwenda wapi huko ndani usitoa nje huko, wala Mungu yanakulipuka kila siku. Unasikia kitu unakuja kwa mkurugenzi, mimi mwanangu wala Mungu vipi, nimeitwa kwenye misheni wala Mungu tuamesafi kabisa, wewe wote wako umekuwa wala Mungu nenda wana sasa uruhusu uruhusu huko. Wewe kule magongo yanapishana na kama tunavyopishana na watu. Umepita sawa, bwana umepita. Wewe umekaa miaka ile ya Mbagala tu hapo wewe. Magongo ya Mbagala, watu wakaacha watoto wakabeba paka. Kuta kabisa mama yuko hivi, anakuja kuishi, wewe mama, mbona umebeba paka? Nimemwacha mtoto wangu kabeba paka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu apewe sifa. Watu msheni ambao Mungu ametupatia ndani ya taifa la Tanzania na nje ya taifa la Tanzania. Namba 7, umesheni utimilifu wake ni lini? Utakamilika lini? Tunafanya tu toka tumeokoka, umesheni. Sasa umesheni umesheni maisha, lakini maisha lini? Unakamilika lini? Nimeweka vipande viwili vya ukamilifu wa umesheni. Kipande cha kwanza, umesheni utakamilika kwa unyakuo wa kanisa. Kanisa likinyakuliwa, umesheni umepenya. Kanisa likinyakuliwa, umesheni bisha. Tafanya umesheni, tunaondoka. Usisahau tulikotoka kule. Vyombo vya umesheni ni muamini na kanisa. Kwa kanisa likichukuliwa hakuna umesheni. Lakini na baadhi yake nikasema umesheni na koma pale Yesu atakaporudi kwa mara ya pili, ambapo anarudi analichukua kanisa lake na umesheni na koma. Na hii sasa nitakuwekea vizuri ya kurudi mara ya pili. Sasa mchungaji, sasa Yesu akija kuja kuwa si ndio amesharudi au unasemaje? Na kama kuna vitu vinapandana hapo. Unyakuo wa kanisa umesheni na koma. Lakini Yesu atakaporudi kwa mara ya pili, huo umesheni na koma. Unyakuo kanisa, unajua Yesu atakaporudi kuja kulichukua kanisa lake, siku msingi anarudi, anafika mitaa fulani. Sinaelewa Biblia inasema kwamba atashuka mpaka wapi? Anya mjini anashukia wapi kuja kuchukua kanisa? Wapendwa, anashuka mpaka wapi kuja kuchukua kanisa? Anasema atashuka mpaka mawinguni, alafu parapanda itapigwa, alafu kanisa litachukuliwa, wale wake watabebwa, ataondoka nao. Miaka ile mingapi? Miaka 7 ya sherehe, 3.5 ya hukumu, 3.5 ya sherehe. Tuko kule tunasherekea. Hiyo hajarudi kwa mara ya pili, amefika tu kuchukua, hajashuka. Kurudi mara ya pili ndio ile sasa, baada ya sherehe ile ya miaka 3.5, mzee anashuka na kikosi kizima na kundi nzima la watu walioamini, ndio anakuja kukaa sasa, ndio anashuka baada anakuja kutoa kwenye ardhi. Hapo ndipo tunapoanza tena maisha ya 1000. Hapa tunakaa duniani. Unafikiri kwenye maisha ya 1000 tena kuna umsheni? Hakuna umsheni na wakati ule kwenye maisha ya 1000 yale unakata. Jamani, saizi ningekuwa South, ukifumbua uko South. Jamani, ningefika Ulaya, upo Ulaya. Ndio maisha ya Mungu. Na kizazi cha wakati ule hakitajua dhambi hata moja. Mtu anaweza kalima matuta mawili hapo, alafu anavuna gunia kubwa. Wakati huo hakuna dhambi. Kuna kizazi kitaishi ambapo hakijawahi kusikia dhambi ya aina yoyote. Alafu ndipo pale unaposikia kwamba yule jamaa atafunguliwa. Akifunguliwa ndo anakuja kukijaribu kile kizazi ambapo hakijawahi kuonja dhambi.
hakijawahi kuonja mateso, kinajaribiwa. Biblia inasema kwamba wakijaribiwa, kuna baadhi ya watu wataungana na shetani, hapo akishaungana ndio wanapanga mkakati, twende tukailipue ikulu. Maana wakati Yesu akiwa hapo duniani, sasa ikulu yake Yerusalemu pale. Sasa ndio hilo mnasema kwamba wengine wataona kama yani wengine wataingia mbinguni kama, kwa hiyo unaweza kukaa hapa huko kibelewele yako hii, yani kwa Yesu ndio ikulu yake huko Yerusalemu. Ndio unakuona tu kataka kwa mbali, waliofanya vizuri wanakaa Yesu asiwe noma kweli. Hivi ndio ndio ulikuwa unapita mita yangu nilipita mle pale, ndio tulikulanga mikate pale mitafani. Yeye anakaa kule anaelezea, maana sijui anasema atashuka pale alipotoka na miguu yake atashuka ndio pale. Yes ndio mimi nilishukia hapo. Haya anaanza kurudi. Yaani maisha ni yale, ila tu kwamba sisi sasa tutakuwa kama malaika fulani, hatutumii safira aina yote. Ni sisi kila mara unapotaka kwenda kumbuka Kisemvule unaanza kushangaa mita yako ile. Jamani, Kibelewele hivi inaendeleaje? Unakimbia sasa huko Kibelewele. Sasa hiyo mpaka uwepo wengine, usipofanya vizuri unaweza kujikuta miaka buku ndio huko Kibelewele yako hapo. Lakini sasa neema utakayopata ni ya kupapa. Wengine ndio wanaendelea na kizazi kisichojua dhambi kabisa. Na ndio maana sasa hapo nimekuwekea utimilifu wa misheni, unyakuo wa kanisa. Maana Yesu hatarudi, anakuwepo hapo mawinguni, analinyakuwa kanisa. Baada ya kunyakua kanisa, ndipo baada ya miaka 7, 3.5 ya hukumu ya watakatifu, 3.5 ya sherehe, watu wanavikwa mataji, watu wanashangilia kule, watu wanapewa sherehe kule. Umependa sana, umefanya vizuri, wewe mhubiri sana, wewe ulishuhudia, wewe taji la kushuhudia, wewe taji la kuchunga kila chacha, hao wanapewa taji ya kuchunga mchezo. Kama mataja kuchunga sana, watu tunarudi tena, kuna kundi la maelfu ya watu ndio tumeshuka kwenye kukaa. Na ndio hii imekuwekea zaidi kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Maana alikuwa mara ya kwanza kwa kuzalia, akaondoka, mara pili akarudi kushuhudia kaburi hapa. Sasa tunaposema unyakuo, tunaongelea kuchukua nafasi. Kuna watu walinyakuliwa kibiblia, tunaona kinana Enoki nasi alinyakuliwa nikaweka andiko hapo Mwanzo 5:21 hadi 24. Enoki hapo Mwanzo 5:21-24. Lakini Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa kwanza, hii tutaisoma. Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa kwanza, taruka utaenda kusoma mstari wa 11. Lakini pia kibiblia hapo Matendo sura ya kwanza mstari wa 9 hadi 11, hii akina nani wale kutoka zoni wapi ile, yani Shemasi alipapa namna fulani. Lakini pia kuna Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 13-18. Some Wafalme hii ya mwanzo nimesema, hii ya Enoki naye alichukuliwa bila kufa. Kwa unyakuo huu tunaoongelea una aina hii ndio. Ukiona umekufa ujue umefanyaje, umenyakuliwa. Yaani ukiona umekufa ujue umenyakuliwa. Lakini kuna unyakuo mwingine kwa nyama ilivyo kisoma, anasema hawa wengine hawatakufa, watakuwa wanaanza kufufuliwa waliokufa, alafu wale walio hai wanabadilishwa. Hebu isome mtumishi, soma hiyo maandiko, soma, nafikiri soma hiyo Wafalme, soma na hiyo na hiyo Wafalme wa Thesalonike anasemaje? Wafalme wa Pili 1:2 alafu nenda 11. Inasema, ikawa hapo Bwana alipopenda kumpandisha Elia mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Bwana alipopenda kumketisha Elia kwa upepo wa kisulisuli. Elia, yaani ile Mungu alikuwa anawaza sadaka, jamani, tumishi langu ili nitakia lisife, ili linyakuliwe tu moja kwa moja, yende asife, mauti asionje. Ilikuwa wazo lake. Kama Bwana alipopenda kumpandisha, Mungu anapenda kazi safi, kila kitu safi unapenda wewe, si wewe utanyakuliwa ufi. Elia alitoka Gilgali pamoja na Elisha. Sasa hapo kuna mmoja usije. Sasa hapo Elisha na Elia, kumbuka Elisha alikuwa mtumishi wa Elia. Kwa hiyo wanatoka Gilgali wanakuja kutembea, wanapiga story,
Sasa ndio wako kwenye mwili zao na tembea walipokuwa kuendelea wanatembea ikawa walipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, wanapiga story. Tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto, likawatenga wale wawili, anayetakiwa kunyanyua hapa bila kufa ni Elisha. Wewe Elisha, tulia, utakuwa kimauti. Huyu mbebana ana bonus ya kwenda mbinguni bila kufa. Naye Elia akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, akachukuliwa akamwambia Elia, kaa kule, tunataka wakambele kwa upepo wa kisulisuli tuondoka naye. Wakati anaona anaondoka, ndio anapata na kale kapoti kale kakapata. Bwana asifiwe sana. Wewe nao nini? Nyakuo. Hiyo Wathesalonike, unamani sura na Wathesalonike wa kwanza ya Elia hiyo. Nami wanakuta tu niko tu 68 sasa. Kachukuliwa. Mmoja alala, anasema watakuwa wamelala, mmoja chukuliwa, mmoja acho. Watakuwa na lima, mmoja yeye anataka kuchukuliwa hapa. Sasa mambo kwenda haya, fukieni. Madongo anamfukia mtu. Unyakuo, lakini unyakuo wake da. Soma sasa niki. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti. Hatutaki msijue habari zao waliofanyaje? Waliolala mauti. Waliolala mauti, habari zao wanaojema sio mbaya. Msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Msije mkahuzunika kama wengine wanaokulielewa amekufa kwa sababu hajui anaenda wapi. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa, akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Mungu atawaleta pamoja naye. Watafufuliwa wote wao, alafu kufufuliwa wao ndio sisi tulio hai. Na mimi niliona sisi tutakuwa ila mimi napambana kumwona neno la Bwana kama tafaa. Akinipa kibali cha kwemo sawa. Wakati mwingine unaweza kuona tu tunaendelea kuwa tu wadogo na kufunga na mpaka kunyakua. Ila kunyakua unatakiwa usizekezeke, ufanye kazi. Ukizeeka sasa anakunyakua unaenda wapi? Unakufa tu mapema. Bwana Yesu asifiwe. Naye kufa sio dhambi, ni sawa, lakini ndio unyakuo wa aina yake. Hiyo kibidi imekaa namna hiyo. Lakini unyakuo wa kanisa na hiyo nimeshaongelea kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kurudi Yesu mara ya pili. Maandiko yake kurudi Yesu kwa mara ya pili, Mathayo 24:40-44, Wakorintho wa kwanza 15:51-53, lakini Ufunuo 22:7, utasoma Ufunuo 22:12, utasoma Ufunuo 22:20, Ufunuo 22:21. Haya maandiko ya Yesu kurudi mara ya pili, haya ya wao kunyakuliwa, haya ya Yesu kurudi mara ya pili. Hebu soma tendo la Mathayo na kuendelea kumalizia hapo, ila kunyakua kwa kanisa na kurudi mara ya pili, ili kwa ajili ya mtu yule anayechukuliwa nafasi. Kwa mtu akinyakuliwa anachukuliwa nafasi inakuwa imechukuliwa. Kanisa likichukuliwa umesheni imekoma, lakini akichukuliwa mtu umesheni bado unaendelea. Wakati ule wa kanisa umesheni imekoma, akirudi Yesu maisha mengine anaanza, sio tena yale. Soma hiyo Mathayo 24:40-44. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atwaliwa mmoja aachwe. Wanawake wawili watakuwa kisaga, mmoja atwaliwa mmoja aachwe. Kesheni basi, kwa maana mjui ni siku ipi atakayokuja Bwana. Ufunuo 22:7. Ufunuo 22:7. Nasoma Ufunuo sura 22 mstari wa 7. Na tazama naja upesi. Naja upesi. Heri yeye ashikaye maneno ya unabii wa kitabu. Yeye ashikaye maneno ya unabii wa kitabu. 12. Mstari wa 12. Mstari wa 12 nenda tu Luka 12 sasa. Tazama naja upesi na ujira wangu pamoja nami. Anakuja upesi na ujira kumlipa kila mmoja. Kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. 20:21. Yeye mwenye kuyashuhudia haya asema, naam, naja upesi. Amina, na uje Bwana Yesu. Neema ya Bwana Yesu na iwe pamoja nanyi nyote. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakatifu wa Mungu, tufanye kazi ya umisheni, tufanye kazi ya kumtumikia Mungu.
kwa sababu hiki tunachokifanya kina matokeo baadaye. Baadaye yako itakakaaje, itakuwaje, ndio inauliwa sasa. Kama nikiwa mzembe kwenye ufalme wa Mungu, maana hata baada yangu itakuwa ya heri kueleza. Usije ukategemea kuona baadaye nzuri wakati sasa unautumishi mbaya. Haiwezekani. Chochote atandacho Mungu atafanyaje? Atavuna. Ukipata uzembe utavuna uzembe, ukipata bidii utavuna bidii ambayo yako ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana sasa tunaandaa habari ya misheni ili tunapokwenda kuingia na upendo tuwaze mawazo yetu misheni, tuwaze mawazo yetu habari ya ufalme wa Mungu, tupate habari ya usitamani kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Fanya kwa bidii zote kama ilivyoelezwa kazi ona Musa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Tukitafuta ufalme wa Mungu, mengine yote tunazidishiwa. Bwana asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa misheni ni moyo wa Mungu, na lazima tutendee sawasawa na ulivyo misheni wa moyo nani? Wa Mungu. Soma tuna sentensi yako wakati namalizia hapo. Anasema wakati ule Stefano alikuwa amefunua mpango wa Mungu kwamba ilibidi wayafikie kwa Injili maeneo hayo manne kwa wakati mmoja. Baada ya kifo cha Stefano na tangazo na Wayahudi kuwa wauawe wafuasi wote wa Yesu kama Stefano, waliamua kuikimbia Yerusalemu na kutawanyika maeneo mbalimbali, walihubiri Injili na lengo la Mungu likatimia kwao wahubiri maeneo kwa wakati mmoja, maeneo yote. Sasa ndio ile niliwaambia walifanya, tukishindwa kuifanya ile Matendo 1:8 Mungu anaturudisha kwenye Matendo 8:1. Hii hapo nilisoma ndio ile ya Matendo 8:1. Ile ya Matendo 1:8 yenyewe ndio iko vizuri tukiifanya. Ila kama Mungu akituona tuko kwa kanisani bariki, yaani Matendo 1:8 nataka twende huko na kule, si tuko bariki, haleluya, twendeni na amani ya Bwana, amina. Kesho tena bariki. Mungu anatuangalia asema kumbe akili zao mbovu kweli, anaturudisha kwenye Matendo 8:1. Kule sasa ametuambia Matendo 1:8. Nisome Matendo 1:8 inasemaje? Lakini mtapokea nguvu akisha kwa ajili yetu yeye. Sasa tusipoifanya hiyo, tutaenda Yerusalemu, tutaenda Yudea mpaka mwisho tutaenda. Leo Mungu anakaa anatuangalia kwenye Matendo 1:8. Akiona kwenye Matendo 1:8 tumesimama, anawaambia mtanielewa, somo. Twendeni mbele. Matendo 8:1. Soma hiyo Matendo 8:1 hiyo hapo. Siku ile kukatokea afa kuu ya kanisa. Hawakufanya kile cha Matendo 1:8. Sasa akawaleta hapo. Siku ile itatokea haja kuu ya kanisa lililokuwa katika Yerusalemu, wote wakatawanyika katika nchi ya Uyahudi na Samaria, isipokuwa hao mitume tu. Ile Samaria simetaja kule kwenye Matendo 1:8. 1:8 simetaja Samaria. Uyahudi siko kule. Sasa wakatawanyika kwa yale maeneo ambayo walitaka waende kwa moyo kupenda. Sasa wanaenda kwa Yesu anaokoa. Wanaamua kuchagua hivi, nifanye misheni kwa Matendo 1:8 au nifanye misheni kwa Matendo 8:1, mpaka mambo yakamata kooni. Yesu anaokoa. Yesu anaokoa. Mambo yanataka. Haleluya! Haleluya! Tufanye sasa wapendwa, tusisikie Matendo 8:1 haifai mpaka shida itokee. Kweli kuna watu wanashuhudia mashuhuda maovu ukienda macho ya Biblia. Kuna baba mmoja anashuhudia kitu kwa church plan. Yaani mimi nilikuwa na magari, nimekuwa na mabasi, yote una adabu wewe. Mpaka nateketa yote hayo. Utaki tu kumwelewa Yesu. Kuna nyumba yangu ilikuwa ya milioni 80, nimekuja kuuza milioni 20. Naambia safi tena itakia utoe bure, maana huna adabu. Naomba tusimame. Wewe waweza Bwana, wewe waweza Bwana,
wewe waweza Bwana, wewe waweza, wewe waweza. Ipashakata na mandoro mahandi pao shikana mandoro mafaita weza Bwana, wewe waweza Bwana, wewe waweza, weza Bwana, wewe waweza Bwana, wewe waweza Bwana, wewe. Naomba wote tuje hapo mbele tuombe kwa pamoja, hivi na umisheni tuombe kwa pamoja, tuweke tampo safu kadhaa. Mungu wa neema atupe neema. Tunaposikia moyo wa Mungu tunapaswa kutazama kwa namna nyingine, na yeye ndiye anatuwezesha, sio akili zetu, sio nguvu zetu. Unapoenda usiseme naenda mimi, sema Mungu nimekupeleka wewe. Mungu naenda na mimi. Wewe waweza Bwana, wewe waweza Bwana, wewe waweza Bwana, wewe waweza, wewe waweza. Tunyoshe mikono yetu namna hii tukimwambia Bwana waweza. Hakika Yesu waweza Bwana, wewe Mungu uliye hai, Mungu wa uzima, Mungu wa ushindi, Mungu wa neema, Mungu wa rehema, Mungu wa kibali, ninasema asante, ninasema asante kwa utunzaji wako, kwa fadhili zako, kwa uaminifu wako, kwa matendo yako makuu. Umenifanya hivi nilivyo kwa mapenzi yako na kwa makusudi yako. Ninasema asante, ninasema asante kwa kweli. Hapa leo asante Mungu ni hai kwa kambi hii, kwa section yetu kwa forest. Tunasema asante Mungu, unatupa nafasi ya kujifunza na kusikia habari zako za ufalme wako, za kusifunia siri zako za ufalme wako. Asante Mungu ni hai, tunakushukuru Mungu. Ninasema asante, unanipa neema hii, unanipa kibali hiki, unaona toba, naomba msamaha kwa kutofanya yale niliyopaswa kuyafanya. Unaomba toba, unaomba rehema
Ninaomba msamaha kwa kuyafanya ambayo sikupaswa kuyafanya. Unirehemu Bwana, unisamehe Bwana. Mungu ni hai, ninajifunza kuhusiana na umisheni ni moyo wako, umisheni ni moyo wako. Mungu ni hai, naomba toba, naomba rehema, naomba msamaha kwa kutofanya umisheni. Unirehemu siku ya leo, siku ya leo nimegeuka, ninatubu, ninaweza kuopa. Nimesikia neno zako za umisheni na leo hii naazimia ndani ya moyo wangu kufanya umisheni, kuyafikia maeneo ambayo yajafikiwa kwenye section yangu, kwenye kanisa yangu, kwenye taifa langu, kwenye jina langu, nje ya taifa. Mungu ni hai, kwamba mimi mwenyewe nitaenda hata kutoa sadaka, nimetoa kwa ajili ya umisheni. Neema yako Mungu iwe pamoja nami katika jina la Yesu. Naomba Roho Mtakatifu unijaze nguvu zako, unijaze hekima yako, unijaze maarifa yako, unijaze uwezo wako katika jina la Yesu. Mungu ni hai, ninajiweka wakfu, ninajiweka wakfu kwa ajili ya umisheni kwenye jimbo letu, kwenye section yetu, kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Asante Mungu ni hai kwa kweli kupendeza hata idara ya vijana kufanya umisheni katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Roho shakatara mafuta ukapatana mafuta nebetu Mungu kwa kinywa chako vile Mungu umeelewa letea shakatara ropa seketana Mungu taina Mungu kwa Mungu wambia Mungu leo hai wapi yataka nifanye umisheni. Inawezekana uko hapa Mungu anataka ufanye umisheni nje ya taifa rapapapa reketepepa ropa shaka na kanisa letu la Tanzania Assemblies of God inatoa fursa ya kuwapeleka watu nje ya taifa. Ropa shaka inawezekana uko hapa Mungu anapita kufanya umisheni ndani ya Tanzania, ndani ya jimbo, ndani ya section. Rapapapa rekesepete ropa shaka rapapapa. Mungu ni hai, natamka wewe duniani, natamka Yesu duniani. Roho ya umisheni, roho ya umisheni upite ndani yao, ikae ndani yao. Vijana hawa ya section ya first ninatamka Roho Mungu kaa ndani yao, wakumbushe kusema bali umisheni. Rapapapa ropa shaka rekesepeterepa rapasakatarapa. Kila roho ya uzito ninaikemea katika jina la Yesu Kristo. Kila roho ya uzito ninaikemea katika jina la Yesu. Achia vijana hawa, achia vijana hawa, achia jeshi hili, achia jeshi la Bwana, achia jeshi la Bwana, achia jeshi la Bwana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Unaweza roho sakata, roho sakata, rikapakaya, roho sakata, rikapakaya, roho sakata, rikitayama, rapakotaya, rikapakaya, rekesekete, rapasaka katika jina la Yesu. Pokea kipawa, pokea kipawa, pokea neema, pokea uwezesho, pokea kibali, pokea nguvu. Ikapataya madhuri kwa hapa ili makupataya kwa hapa katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa neema, Bwana wa utukufu, ninawaambia neema yako watu hawa hawapo hapa kwa bahati mbaya, hawapo hapa kwa bahati mbaya, wako hapa kwa kusudi lako Bwana. Una kusudi na hawa watu, una neno nao hawa watu, una kazi nao hawa watu. Bwana wa neema, wamemtana wao, ninawakabidhi mikononi mwako, ninawaweka chini ya neema yako. Bwana uliotusasa, Bwana uliowaita wasipate hapa wakiwa kama walivyopita, walikabia Bwana. Iwateze watu hawa, iwateze watu hawa kuwa jeshi lako kwenye yale maeneo wanaishi, kwenye ile familia wanaishi, kwenye ile kanisa wanaishi, kwenye ile jimbo wanaishi, kwenye ile taifa wanaishi, katika jina la Yesu na kila mmoja na uwezesho ndani yao katika jina la Yesu. Rapakata, rapasakata,
nikapata wakawe mtakatifu wake wema wakawe mlali wakawe mlali wakawe mlali wanapotoka kwenye kaburi wawe mlali wawe mlali na wanapoendelea kukaa wanawachaze na kasakakalaka ikapateni wanasaka wakawe chachu kwa kanisa lao wakawe chachu kwa familia zao wakawe chachu kwa intersection yao wakawe chachu kwa jimbo la Kristo ikapatana yamesakata katika jina la Yesu Kristo. Bwana Bwana utukufu Baba ya Mungu wa mbingu na nchi tunalibariki jina lako na kutukuza jina lako. Asante Mungu kwa upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu aliye hai unawachilia watu hawa na kibali chako na kwenye kazi hii tunawatangazia neno maarifa ya Roho Mtakatifu na kabla ya kufunga na kila mwalimu anasimama mbele yao Bwana ufunulie siri kwa ajili ya watu hawa funulie siri kwa ajili ya watu hawa katika jina la Yesu Kristo Nazareti na tamka kwenye roho hawa ni majianti ya kiroho hawa ni majianti ya kiroho katika jina la Yesu Kristo kama nyakati zile walivyoshangaa wakasema wale watu waliopigwa dunia wamekuja mpaka hapa inatangaza makutano hawa watakapotoka hapa wakasema mtalewa wale watu waliopigwa daktari wale watu waliopigwa waganga wale watu waliopigwa zinatoka wakafika mpaka hivi wakafanya vile vile sehemu ya uwezo katika jina la Yesu Kristo Robo shekere bafaita pa Rinda mandolo bafaita pa Roba shakataya foteina pa You are Yahweh You are Yahweh